Habari za ulimwengu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Watu 6 wauawa Ukraine kufuatia mashambulizi ya Urusi. Rais Trump akutana na mwenzake wa China mjini Beijing. Na viongozi wa Israel na Lebanon kukutana tena mjini Washington. Habari kamili. Kiev. Watu 6 wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yalilenga miundombinu muhimu hasa katika maeneo ya magharibi, huku mashambulizi makubwa ya anga yakiripotiwa pia mjini Kiev. Mashambulizi hayo yaliyolenga maeneo zaidi ya 20 yaliipelekea Poland ambayo ni mwanachama wa NATO kuchukua tahadhari kwa kurusha ndege zake za kivita, huku Slovakia ikifunga mpaka wake na Ukraine kutokana na sababu za kiusalama. Akiwa nchini Romania kuhudhuria mkutano wa usalama, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alilaani mashambulizi hayo, akisema kuwa Urusi ilishambulia kwa makombora na droni zaidi ya 800 na kuyalenga kwa makusudi maeneo yaliyo karibu na mipaka ya nchi za jumuiya ya kujihami ya NATO. Beijing. Rais wa China Xi Jinping amempokea kwa mazungumzo mwenzake wa Marekani Donald Trump na kujadili masuala muhimu ambayo yamekuwa kiini cha mvutano katika mataifa hayo. Vita vya Iran, suala la Taiwan na masuala ya kibiashara ndiyo vinavyotarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika mazungumzo hayo yatakayoambatana na sherehe kubwa na dhifa ya kitaifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye ameambatana na Trump katika ziara hiyo, amesema Washington inatarajia usaidizi wa China ili kutatua mkwamo unaoshuhudiwa katika mlango bahari wa Hormuz. China kwa upande wake imesema iko tayari kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo. Washington. Viongozi wa Israel na Lebanon wanatarajiwa hivi leo kufanya mazungumzo mapya ya amani mjini Washington, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakikaribia kufikia tamati. Hata hivyo, makubaliano hayo yamerefushwa hadi siku ya Jumapili. Licha ya makubaliano hayo, kumeripotiwa mamia ya vifo nchini Lebanon kufuatia mashambulizi ya Israel. Nchi hizo mbili zilikutana mara ya mwisho Aprili 23 katika ikulu ya White House, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza muda wa wiki 3 wa kusitisha mapigano. Wakati huo, Trump alitoa matumaini ya kusainiwa mkataba wa kudumu wa amani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun wangelikutana mjini Washington kwa mkutano wa kwanza na wa kihistoria kati ya viongozi wa nchi hizo. Hata hivyo, mkutano huo haukufanyika kutokana na Lebanon kutaka kwanza kuwepo hakikisho la usalama na kusitishwa kabisa kwa mashambulizi ya Israel. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha hapo jana ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia yaliyojikita miongoni mwa mambo mengine katika suala la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alijadiliana suala hilo na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na baadaye alikutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imetambua hitaji la uwepo wa uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika ziara hiyo, Macron alitembelea mataifa ya Misri, Kenya na Ethiopia, huku akiahidi uwekezaji wa mabilioni ya dola katika sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kilimo, nishati safi na teknolojia ya akili mnemba. Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki 2 za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, walioeleza kwamba mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan
kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na wanamgambo wa RSF ambao wamekuwa wakikabiliana na jeshi la nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu